Lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Oh,
Nataka umwambie tu Bwana, niko hapa, niko hapa. Mwambie Bwana, niko hapa. Mwambie Bwana, niko hapa, nena na moyo wangu. Mwambie Bwana, niko hapa, nena na moyo wangu. Mwambie niko hapa, nena na moyo wangu. Mwambie niko hapa, nena na moyo wangu. What
To pray. Thank you. May be seated. Media team, you are failing the church, and it is wrong. Sasa tutaanza ile mambo weka juu, weka chini, weka nini, and you had all the time to do this. Habari zenu. Salimia aliye karibu nao, mwambie habari yako na lugha yako. Mwambie na lugha yako. Usimwambie na lugha ya wenyewe, mwambie na lugha yako. Na mwambie unapendeza. Mwambie unapendeza. Yuruku. Mwambie unapendeza. Unajua wakati unaanza kitu unakuta kuna watu ni kama walikuwa na mpango wa kukuonea tu hivyo tu. Umemwambia anapendeza? Kabisa kabisa. Na ukimwangalia unaona ni kama anapendeza. Hebu muangalie tena. Mwambie hii alama iko hapa ni ya nini? Kwani huku nawa uso vizuri? Tupatie hai. Mbona huku nawa uso vizuri? Na kwa nini? Muuliza, si umeniambia napendeza? Mbona umedanganya? Nazipendezi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na so it's good. Ni siku nyingine tunaenda episode 6. Hii kitu ni mrefu. The battles of the gates. Na ngoje munipatie hai. The battles of the gates. Vita vya malumbano ambayo yanatokana na gates ama milango. Malango ambayo yanazuia wewe kubarikiwa. Hai shesho. Nooka. Diakoni ni lesade. Ni hawadiete. Okay, nyita nike? Ekedoka. Ukejia. Keja batwalithia matatu. Ukeja batwalithia matatu. Kanini? Kanini ulienda wapi? Uligonjeka? Sasa ukakaa nyumbani. Ukigonjeka si unakuja hapa kanisani unaobewa. Atutaletwa na nani amekuleta sasa? Good. Kwa hivyo umepona sasa? Bado. Shida ni nini? Kidney. Chest, moyo. Upande wa kulia ama upande wa kushoto? Upande wa kushoto. Kwa hivyo na shida na moyo wako.
Ya? Kuna 6. Ya nini? Ya moyo. Ya kusikia inakaa iki. Ulienda hospitali? Wakakwambia? Wakaniambia niende nilete 1500 nipigwe picha hapa. Nikakosa. Hauna sha? Sawa, waliniambia watibu hiyo. Gani Sirutu anasema inatibu? Wanasema watibu naye. Nilienda Mama Zuse. Wakakwambiaje? Wakaniambia watibu na hiyo ukilala ndio utatibiwa. Outpatient. Sisha inafaa kusimamia outpatient. Sio wote. Na ukiongeza pesa kwa sha? Pesa inakuwa pesa ngapi sha? 500. Na hiyo mtu anatusubua akili hapa akisema inatibu. Ni bure tu. Sasa ulikosa? Nilikosa 1500. Ndio upigwe picha. Ndio nipigwe picha nijulikane ni nini na nikula. Ni lini siku hiyo? Inashika mpaka mgongo. Ni lini siku hiyo? Ilikuwa hii wiki imeisha. Si mtu anisaidie 200. Asante. Hakuna dawa? Tugokera tene. Tugokera tene, tugokera tene. Tugathure Ruto. Tuchage pesa hiyo mama. Tuanzie hapa. Nataka cash. Amebeba pesa siku hizi. Weka kwa simu yako. Wewe utatoa gapi? Ni mchago. 1500. Ni mimi, munitumie simu mutumie, ni mimi. Nataka munisaidie. Leta yako, mchago. Utaweka 200 kwa simu, mchago. Hakuna kuhubiri leo, sihubiri. Kama mnaongojea niwahubirie tukiwa na mgonjwa hapa amekosa pesa 100, 1500 na mko naso. Naleta shejia. Ndio tisadaka. Mchago, tuendelee. Shiaredi lete pesa. Weka sadaka nikiona. Uongozi ni gharama. Wewe ndio victim ya kwanza. Kuwa kiongozi ni gharama. Wacha kuniangalia na macho baya hapa. Mkanga. Tulikutoa ugaga ndani yako, lete mchago yako. Ile mashiriki ulikuwa unatuleteaga hapa. Unajua mzee alikuwa anatuleteaga shiriki noti ya 1000, noti ya 500, noti ya 200, noti ya 100, noti ya 50, noti coin ya 20, coin ya 10 na coin ya 5 shilling na coin ya shilingi 1. Sasa ukimuuliza ni kwa nini anafanya hivyo, anakuficha. Kupe ilikuwa kafara. Alikuwa anaambia utabeba hii uende uwekelee kwa madhabahu. Ukiekelea kwa madhabahu utawamaliza nguvu. Na alikuwa hawezi kuweka kwa bahasha. Lazima alete pale. Yeye mwenyewe awekelee kona ile ameambiwa. Sasa nikaambia watu tufukuzi huyu tutamaliza hiyo ugaga yake ndio akuwe pastor. Sasa ugaga imeisha, si ndio? Kabisa. Thank you. Sasa hata jaribu ingine. Rudi huko waambiwa kupatia ingine, ujaribu. Haitafanya kazi. Umetuma ngapi? Nataka wasikie umetuma ngapi? 200. Charity. Magana mere. Wewe nasio kana tradition ni jaga. Wewe nasio. Wewe nasio le. Wewe nasio. Leta hiyo kidogo. Siwaache. Thank you. Na lakini hii sadaka. Ya sadaka uko nayo? Thank you. Mutigalwe sadaka. Mote sadaka ni uko jera kirea. Roda. Leta pesa hapa. Ngapi? 300. Wewe leta pesa. Umetuma wapi? Okay. Wapi? Umetuma wapi? Ya nani? Kwani unajua simu yangu? Atondo kumenya ni ndiroka ukuregeta kurutanike. Shikarage guoko-ini. Ukwenda kana getha guhererie kujua pesa. Weka pesa straight. Weka pesa straight. Ya hivyo.
Tabrukia besha. Mogaka. Nani amekwambia ukuje bila hodi? Hii tabia utawacha. Hapana. Huyu mtu ametoka Rodu amekuja na amekaa hapa. Sasa tungeweza kumsengenya ingeenda kusema namna gani? Na nilikuwa nataka kumsengenya. Ninyi mwana pesa? Wewe ni wotari. Wewe shoshwe na sio. Wana tikiti dole. Le tikiti ya. Kojera pesa ya. Le tikiti. Udie magoro mode. Ewa na tikiti. Udie magoro mode. Le tikiti. Le tikiti yako. Udie magoro mode. Kifedera. Udie magoro mode. Kishiki. That is when we direct to ikage takanitheno ni moigwa mundu mwa anyitwo ni gathina gagakorwo ni gaito ithuothe nikyo ndirigatire mikora tondu mikora niyo iramuheaga information njuru na tugaikara guku tatatu. But siku hizi mnaona kuna amani mpaka maombi na ikia breakthrough ni mzuri. Afadhali tukue watu 10 kuliko tujaze kanisa ya mikora tutu majangili. Tondu itiroka kanitha ciroka ni undu wa apostle na matiroka ni undu wa apostle maroneta kimundurume gya kuhingisha no anyita nego muthuri ugira moririe twathoma vasi iri kumatioi no kimuria apostle eko hubete atia makuheaga nginya ndawa ya kore kare ya ndawa maramiona goku na rikiki na makali na makamiona ru andu acio ni ake wina nyumba karo andu acio ni ake wina ni wanini ukikana wao hawakusaidii, hamusaidiani, si waotoe waende na hiyo kanisa ingine maana wamesoea hiyo. Don't ever usiwahi kutaka kukaa na watu 10 ambao hawakusaidii. Kaa na mtu mmoja ambaye mnaenda naye mahali. It is not about the quantity, it's about the quality. Na hii ni kanisa mnamuona, si kanisa kama ile ingine. Pastor anafukuza watu. Pastor alifukuza mtu, akaambia chukua bagi uende. Sidio? Because mimi si kama ni kanisa sikianzisha ningejoin. Kama ni kanisa nilikuwa nataka singeanzisha kawemura kadokia besema tab yasha ndo dekete. Wewe umeenda wapi? Umetoa yako? Unaenda kutolea hapo? Mnanisikia? Munanisikia? It is always the best thing to have people you are understanding to each other kuliko you have people who are backstabbing you. Ati ile kitu wanafanyaga mkitoka hapa mkienda kukunywa kachai hapa ni za apostle, ni za fulani. Uliona fulani alikuwa amekaa. Nobody is interested with the growth, spiritual maturity ya kanisa na ya watu wale wengine. We don't take welfare. Sijai kuona hao mnaendaka kusegenyana pale kwa hiyo kahoteli mnaendaka. Sijai kuona mtu amechukua huyu mtu haoni anamwambia twende nikakununulia chai. Kuna mtu ameinunulia huyu mzee chai? No si ajuko nemuonaga you can buy 1000 chakula ya 1000 ulipe bili ya 1000 na hapa ulitoa ka 50. Lakini pale umelipa bili ya 1000. Still I'm on your case. Hata kama itabidi nibaki na mtu mmoja, I am ready to do that. Lakini sitakaa na wakora hapa. If you are not ready to change, sitakaa na nini? Ndiko ikara na akora. Koro ne kanitha deda gari igegerire kwa neno. There was no need of opening another church. Nigegia neno. I opened a church to have a difference. Kuonyesha watu what kind of a church. The difference. Ni nini unafaa kukua? Kanisa inafaa kukaa aje? That is why we have wazee, vijana, middle class people so that we can start a good system and a church that has discipline. A church that cares. Bwana Yesu asifiwe sana. A church that cares, a church that loves. Lakini tukikuwa na watu hapa maitho mao mahiana magere maikareti oguo. Ameno kagiarikara gota sigino. I won't allow that. Kaa nyumbani tuacha kukuja hapa. Because sitakupatia mahali pa kupumzikia pa kupulisa. Ni kupulisa. Itapatia kuhiheria ni kupulisa.
ni kupumua. Sitakupatia mahali pa kupumua hapa. Hapa hautapata. I can assure you 100% you won't get it here. I am not looking for numbers. I was Mogeke leader. Mimi ndio nilikuwa kiongozi na mwasilishi wa Mogeke. Nilikuwa na watu 4 million followers. Walikuwa ready kuua kwa sababu yangu. Nikawaacha. So I'm not looking for numbers. Hao watu walikuwa wananileteaga 5 shillings kila mtu every day, 5 shillings. Sio ni pesa shikana? Every day. Wale watu active walikuwa 2 million. Every day walikuwa wananiletea 5 shillings. Former Mogeke members wako hapa, wagapi? Inua mkono kama ni former Mogeke member. Inua mkono kama ni former. Kama tumewahi kufanya kazi na wewe, inua mkono juu. Ukiwa kwa Mogeke, huyo ni mmoja na mwingine. Wameokoka, waliokoka, waliacha kukua former Mogeke. Sharedi, ulikuwa kanini? Former Mogeke, si ndio? Walikuwa nalete. Huyu ni mmoja alikuwa anakusanya pesa analete. So money, if it is money, I have seen money na macho hii yako. If it is spend, I have spent money na spend. Nilikuwa na dada Stanley Hotel na dada kitanda room inaitangwa PlayStation and Suite. Serena Hotel, PlayStation and Suite. Intercontinental, PlayStation and Suite. One night 350,000 shillings one night. Na ninalipa nights 3. So I'm not here for money. I'm not here for your money. I'm here, I make you become a better person. You also make me become a better person. Nobody is perfect. All of us have come here to learn. Nikusaidie na unisaidie. Tuende hii safari. Nganga nilisikia akiwa mazishi ya Kamaru alisema biguni ni wapi? Biguni ni bali. Na kama ni bali tukwenda tumanelerie tugethie safari hiyo ya biguni. Tumanelerie. Sasa hatuwezi kumaneleria wewe unaniduka kisu kwa mgoko. Mimi nimeenda unaniambia tagulia alafu nasikia chui naenda kugusa hivi nini ati ni mtu mwingine amerusha hapa na ni wewe. No. This is not a den of robbers. This is not a den of prostitutes. This is not a den of mockers. Hapa tumekuja kutafuta Mungu. Unisaidie na mimi nikusaidie. Tuende. Ni mwe worship team. You are not here for fun. And I'm almost dismantling you. Very almost. Nimebakisha kitu masiku. Mutasikia tu. Msipobadilika nitawadismantle na church itaendelea. Nishigana 50 5,000 and 70. Kanini? No kurugamira all this system. Somebody to take care of. Ni nani walikuwa wameenda kwa Shoshoroda? Si already? Hapana, si tutapatia. Yule ni wa huyu ndio in charge wa hii department. Tumekupatia 50 70. Utampatia fare yake ya leo, lakini umake sure umempeleka all the places. Mahali bana, kama ni picha unalipa, kama ni dawa unalipa. Na hiyo tumechukua responsibility. Kama kuna bili ingine itahitajika, mnaniambia. That is what I want us to be doing. Ubesa hiyo sio the sikia toroka mukawaka kena. Kaka kena. Hiyo sio the keka mukawake kajuko. Kadumadia kunywa chai haho. Nikwira mutumia kwa arugage chai goko akamwendageria. Juko shigathirira ko. Tondu kamukawaka ugatwekika tugerete ngero ndani ya doni amezikwa. Si alizikwa? Ni hiyo kamukahawa. Hiyo kamukahawa ndio ilizaa ile kitu ilizaliwa hapa, ikazaliwa hapa, ikakuja pale. Akakuja kuniuliza, "Hausikii ukiwa mgonjwa?" Bwana Yesu asifiwe sana. That is the kind of love I want. Mnanielewa? Mtu akipata kashida kamoja, mtu tu akipata kashida, tukadhalikira gathina kau. Tunashika sisi zote, tunashikana, we solve that problem. Tunamaliza. Tunaenda kwa huyo mwingine. My problem inakuwa ni problem yako. Na problem yako inakuwa ni problem ya nani? Yangu. That is why we come for a fellowship. This is a fellowship. That everyone's a problem is my problem. We take care of one another. Tunaangaliana, tunasharanira.
si ti ukaje kuhuka mahuri ati kuka ni kureirwo kana gutireirwo chera ni radio chere kwa mutumia uyu ni uguthi wone tumathina twikuo unakuja unamwambia unaweza kumsaidia siwezi kumsaidia tunaweza kufanya hivi hakuweza kufanyika hivi lakini sasa hapa hata watu wanaogopa kutembelea mimi naogopa watu kunitembelea kwangu kitu ya kwanza unakujaga ni house gari wa kwangu wanachukua namba nigetha mamuhuragire thimu no eko no rasherire ko ageni moka hwairi ira maria marari kuo ri no rarigirie ni asense na oge na mukami marakorirwo magikira ona ni kunywa maranyuaga maranyuaga eriku urenda kumenya turanyuaga eriku ukio tuthime kana turagire na minyo hali ya kunywe ni gwakwa ni kwangu unataka kujua ni nani alibaki kwa nini you see the fear I'm talking about the fear siwezi kuinvite mama kama huyu ati akuje kwangu sasa maana ninaogopa utajua nikiita DCI akuja kunitembelea ninaogopa Grace atajua you see hata kwako huwezi kubali mtu wa kanisa akutembelee hakuna mtu kwa mtu ungetekera kwake ushero ni mtu wa kanisa no kwa mtu ungetekera goko mumenya mwimekora inyuothe wagikorwo nda ndungetekera gwaku gucerwo ni mundu wa kanitha no ri what are you doing in this church because there is total mistrust we no wetekere andu abo kanitha macere gwaku be frank you have no problem wewe utembee kwa huyu leo hautajua kona akipiga kona hautajua atasema hapa no problem hata huyu sharedi wetu hawezi kukubali wa mama wakatembea kwake because hujui bomu ni gani italipuka kutoka huko hujui ni maneno gani kama kwangu watu wamekosea heshima kwangu na waitaka na wajijia busi mnakula lakini ile story itatoka kwangu wala la 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 watu walilalo na wao kwa nyasi na ni mutumia mugima wena hakiri si horete mutwe ukuo wena tobo wa white tu black wena tobo wa white ni aronire tukomete na etakwate koki yakine mutu nyoko na maikarete the makiaria yani a discussion of a whole woman wena organize ciothe cia mutumia na hakiri ciothe cia mutumia atikarete ru maikarete tamakai koki ni drama tigire ko ni tamaka you see that is total madness and we need total transformation and that is why I did what I did. It was very deliberate for me that unaona wao wakora wote hawako wapi ni kimama kimoja tu kiko huko kinarusha mishale kila kinaitagwa Nazekehu mpaka anajua nani ananipikia chakula hapa Nazekehu anajua ni nini ni wawili nani na nani dokajira kwa dogo tawo twelera haha dokajira kule atoke ha ofisi wako ne reason ile daga gutuma uke ofisi usikanyage kwangu kwa ofisi mimi sitaki juko hapa sitaki hata kidogo sitaki juko hata hiyo simu mnanipigia ati nilisikia don't tell me if you cannot come and stand here waambie kanisa don't call me kama si neno kama ni siku unaumwa ama una jambo unataka liobewe don't call to tell me about anybody ati alifanya alikuja alikaa akasimama let me tell you najua mjai kuniona vizuri in my true colors sitaki muhai hapa sitaki respect each person like your brother na mupendane na mukae pamoja we eat together we share together the word of God we move together as a team and we are going to be blessed Bwana Yesu asifiwe sana we are going to be blessed lakini kama mtakaa hapa kama mchezo mwingine niliona hapa na Siramoi alipatiwa maneno akapatiwa maneno mpaka akapasuka alipasukia hapa maana alimeza kameza kumbe ni Muriga alikuwa na mesa na ajui Muriga nalipukaka akalipuka Bwana Yesu asifiwe sana
If you can come here, mnakuja hapa, mnalala hapa na hamwezi kushikana mikono muombe na mmekuja kuomba, si hapa tena. If you cannot share prayers together, if siwezi kushikana mikono na wewe tuombe eti kwa sababu unakushuku, si hapa. Kama unashuku mtu ni mchawi, omba hiyo uchawi ishe. Acha kutuletea kutuambia kati huyo mtu nilimwona venye hata wale radhi yako gori, ati radhi yako hata nimethaigarare kagi. Wewe akire murogi ulionea wapi? Where did you find that time ya kuona? Unafikiria mimi sionangi? I am your spiritual leader and God has given me the capacity to see and to know everything. Mimi nawapiga kasikani, naona hapa mko. Mimi naona kila mtu hapa, naona manyoka, naona maubwa, naona mafisi, naona nini. God has given that me. Amenipatia hiyo nguvu ya kuona. So don't come and tell me ati fulani alikuwa anafanya. Don't. Usinipigie simu ati kuniambia na muhahe ati apostle nima kaima mama kete nima nana ndika kuduka kakuthia atia sele dio kamenya na kuulia kuthiaga muhahe staki. I will never entertain and anybody nitamusikia na muhahe hapa. I'm telling you, you will see it love. No, it doesn't matter kama wewe ni mwanaume ama ni mwanamke. I will treat you like an animal. Takushughulikia vibaya. Ati tulikuwa tunaenda na wewe hapa kidogo story ndio hiyo. Ati ni kanisa. What kind of a church is that one? Una transfer ujinga ile imekutoa kule, and that is why you will never get healed. That is why you will never see financial breakthrough. That is why you will never see spiritual breakthrough. You will never see them. You will never. Mantles, people don't understand that the kings, I'm a kingdom. The king is transferable. A king can transfer the power to the child, the son. In the Bible, see David had transferred kwa Solomon. Hallelujah. Kings, they transferred. Hezekiah had transferred to Manasseh. Mtoto wake alikuwa anaitwa nani? Manasseh. He transferred. But mantles are not transferable. You cannot transfer a mantle. It is based on royalty, obedience, faithfulness. A mantle can never come to you. Whatever I'm teaching you is a mantle. It can never come to you if you are not royal, if you are not obedient, if you are disrespectful. Haiwezi kutransfer kwako. Hata nikihubiri hapa miaka 100. Si wewe ni mama mzee saizi na baba mzee. Aitarake na ciana haha. Tona nituria. Tule nitweka nituka tukaje tadadi na haha kama gori na midhuguiti. Sasa nyinyi wazee mmezeeka. You are 40 and above. Na bado you are spiritually immature, complete spiritual babes. Na umeenda kanisa 300. Kila kanisa imefunguliwa, unajua ile kiti iko huko, unajua hata zile zimejengwa za viti za plastic, wewe ndio ulivuja kiti moja, lakini bado haujakomaa, hauna neno hata moja. You cannot even quote a verse of a Bible, na bado unasema tena nimeokoka kama ile dawa na kile makawa mira kwenda miaka ya 70. Uliokoka ukaokoka nini? Na hujawacha tabia za watu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama hapa hakuna Bwana Yesu asifiwe? Iko? Ama nimetoka nje ya upasta. Nego ile? Nimeanguka. Nimeokoka bado? Yes. Kama hautakubali kukaa chini nikulee, nikufundishe, nikuonyeshe. Bwana ile mlango ndio tuliweka milango ngapi? 2. Ndio usiseme ulikwama. Ulikaa hapa ukanona sana kwa sababu ya juko, urahata ukiuma. Urahata riu nurani daga sese okenda kimutia gucie mweno na mweno yo nigetha hote kuma ndire barabara. Sitafundisha mjinga na wajinga. I want people who are ready to obey, respect and walk. Deuteronomy 28 inasema nini? If you diligently obey, yeah, if you diligently obey my commands and follow my commandments, I will command a blessing into your life. Blessings zinatajwa Deuteronomy 28 yote. Thank you. If you diligently obey and faithfully, not only
obeying, but faithfully obey the commandments I'm teaching you today. The commandments I'm teaching what? Today. If you diligently and faithfully, it is not only obeying, but faithfully obeying. You become loyal to the commandments of God. Then he says, I'm going you to rise up high above all the nations. Utaenda juu ya kila mtu. Utaenda juu, utapata baraka juu kila mtu, juu ya kila mtu. Then anasema, then the following blessings will follow you and overtake you. Sasa ni kwa nini kila siku unalia? Sasa nawaambia mjage tu hapa tu pesa kidogo. Hapa unakuta mtu hana, anashika simu, anafinya, anaenda paka pale, inatoa jina Hezekia, inatoa pesa, lakini haiwezi kuweka yes, maana hakuna. Lakini ananiosha, niko tayari, I am almost sending. Hana, na si kupenda kwake. Hatuwezi kumblame, hatuwezi kumchukia kwa sababu hana, but to ask yourself, why are the blessings of God not following you? Why are the blessings of God not overtaken you? Why are you struggling? Why are you crying? Why every time unaweza kukosa fare? Angalia hapa wote, apart from this gentleman, hakuna mtu ametoa hapa. Na ndio waibi hapa ndio wanatupeleka biguni na hawana vitu za dunia. Muda yako tola biguni yate na dalina ido siadi. Yourself, you've not commanded blessings upon you. Yourself. Don't get a because giving is a blessing. Hallelujah. Giving is a blessing. So meaning a blessing associated with giving, hamuna. Alafu nataka kuniambia sasa umeiba haleluya hapa, umenipeleka biguni wapi? Ukinifikisha biguni nitaulizwa ni nani huyo mmekuja naye? Hajulikani hapa. Learn to give. And learning to give is when you support the work of God. When you walk with people, it become a blessing. There is a blessing associated with giving. When you give, there is something that kuna kitu kinafugukaga. Si maombi tu. Sio maombi tu. When you are giving, supporting the work of God, watu wanabarikiwa. Joshua became better and bigger than Moses because he stayed in the tent and he was a cheerful giver. And that is why God chose him. Remember, he's the only one who was able to identify the plan of God. He was able to know that if I go with my God, then my God will win the battles for us. Maana Joshua na Caleb walikuwa wametumwa na Musa waende wajue kule Kanaani kumekaaje. Walipofika huko walikuta kuna watu wanaitwa Waamori, wa Jebusite, wa Ammonite. Wote walikuwa mataifa 7 ambayo yalikuwa na nguvu kuwaliko. Na wakaangalia watu 10, maana walikuwa wameenda watu 12. Watu 10 wakarudisha ripoti, wakasema kule hatuwezi. Maana walikuta wale majitu makubwa, miti mikubwa. The struggle was there, real struggle. They could not be able. Wakaona hatuwezi kutoboa. Wakarudishia Musa ripoti, huku hatuwezi. Lakini Joshua na Caleb wakasema, hivyo hawa wazee wamesema ni kweli. Lakini tukienda na Mungu wetu, tukienda na nani? Na Mungu wetu, tutashinda hii vita. Hawa si watu. Mungu wetu ni mkubwa. Mungu wetu ana uwezo. Mungu yako ako wapi? Anaonekanaga namna gani? Kama siku Mungu yako hayuko kwenye matoleo yako, Mungu yako hayuko kwenye mavazi yako, Mungu yako hayuko kwenye mdomo yako, maana mdomo yako venye naokea ni kama ni mdomo imegojeka. Nejuko dali gotire kidu ona kemwe mugiarereria mukinywa chaina ha. Nejuko dali. Mukiingia kwa kakona, hata kanisani hapo nakuta kule kwa kakona. Pale utakuta pale kwa kakona ni kiongozi wa kanisa lakini yako kwenye motion. So unakosa huyo Mungu. You have to have the wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Mogaka uko toka hivi. Na hiyo tabia uachane nayo. Next time Ashas muangalie huyu mtu mzuri. Huyu ako na nia baya huyu. Wezi kuingia hapa hivi, hapa ni kwa baba yako, napiga simu ndio nivae nguo. Nataka nikuachie laana. Sasa ukinikuta nikiwa uchi, angalia Hama, anaitwa Hama. Alilaaniwa kwa sababu ya gani? Wacha. Alilaaniwa kwa sababu ya nini? Yeye ndiye alikuwa ameambia baba atoe nguo. Alimkutulia. Sasa angalia huyu anataka hivyo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Yale mahubiri baba alikuwa anahubiri, ndio nilikuwa nataka niitwe pia niseme tu. Kuna ufunguo Mungu anasema nakupea. Ufunguo sio maombi, lakini amesema character, behavior. Hiyo ni ufunguo moja.
Nikiwa nikisoma tu asubuhi, Mungu akaniambia, chukua ufunguo ya fridge, utaenda uendeshe nayo gari. Utaendesha gari. Ufunguo ya kufungua pale itafungua kule kuingia kwa Baba. So sisi wenye tumekaa hapa tutafute the right key, the key ya kuingia mbinguni. Financial breakthrough, vile amesema, haiwezi kuja kama una right key. Mimi Baba amenibeba, na sikutaka kumwambia ninakuja because najua ni baba yangu. Mtoto agonge kwa baba yake. Sasa ni ukweli. Mimi nastahili tu nikuje niseme leo Baba nimekuja na kondoo. Na sasa ni ukweli, mandugu zangu na madada zangu. Baba, mimi sikuiba, I came to my father. And Baba nyumba yake huombi ruhusa, na mimi nimeng'ara because ya huyu baba yangu. Na siogopi, na sisemi hata watu wakikuja wakimpiga, I love him so much. And I will stand with him until the day I leave the earth. Aliniombea siku moja, nikaekea maaskari Land Rover ngapi? Nikaekea kisungusungu moja. Na hiyo vita yote aliniambia usiseme not even a single word. Today hiyo shamba nilikuwa napigiwa, hakuna mtu anakanyaga hapo. Akaniambia wewe ukitoka tu hapa utafanikiwa. Nikaongezea miaka 5. Na ile shamba ya Mungu si imeisha. Ile miaka 5 alinipea, ile Ezekiel alilia 15 years, lakini mimi alinipea ngapi? 5. Na mimi naomba Mungu, ule aliyemsavi alisema Elisha, chukua nguo ya nani? Elijah. Mimi kwangu inamuita Elijah. Nilikuja hapa last time akanipa nguo, nikachukua t-shirt yangu na nikaenda. Simbarikiwe sana kwa kutupokea watu wa Lodwar. Nikienda Lodwar nipeleke nini? Nikienda Lodwar nipeleke nini? By yesterday, unajua mimi niliambia ni mtu wa mkono. Na nilitumwa na nikasema kazi ikikosa mimi niwe buried. By yesterday walikuwa wamesimamisha chuma kwa ile shamba ya kanisa CFC. Lodwar. Hata mkitaka nitaonyesha kwa simu. Iko shamba, iko nyumba, iko choo. Tumefence na miti, lakini tunangojea Mungu atubariki tuweke ukuta. Chuma ya kanisa next, na kama kwa tafuta mbuzi 2 3 tuitatu apige 1 2 3 tufungwe. Iko 1 eka. Mimi nilinunua, nikabarikiwa, nikachukua loan 1.25 million. Nikalipa CFC. Asante. Si wamuko nielekea vizuri. Mimi nimepokea salamu zenu na nimeleta salamu za Lodwar. Wale wana watch na tena hata watu wa Lodwar sasa wanani watch vile ninaongea. Monica ndio bibi yangu na ndio pastor. Mimi ni mwalimu mkuu. Lakini haya yote sio yangu. Ni yale mimi sina baba, sina mama. Mama alienda 2011. Baba kaenda last year. Lakini we are only two in the family, I and my sister. Mama alinichapa, lakini sasa nasema angekuwa kwa hai, angekuwa nakula vizuri. Na aliniwacha kama ndio naguro, lakini baba ametulea. Now we are strong and we shall be strong. We are here to stay and we are here to live. Be blessed. Okay, bibi yangu Pastor Monica Mwangi, I'm married from Oranga. Nimebarikiwa na very beautiful daughters. Wawili wako UK. Mmoja ako Kibabe University doing nursing. Kuna kale rafiki na sikumwambia nakuja, lakini alipiga simu jana akaniambia, "Mbona uko niambia unaenda Nairobi?" Nikamwambia, "My mother nisamehe." Pastor Monica Lodwar na brethren wa kanisa CFC Lodwar. Mimi nikiwa kanisa ya baba yangu hapa Nairobi CFC Coffee Plaza, nimewasalimia na neno la Mungu iendelee na nyinyi muendelee. Piga makofi mazuri kwa huyu jamaa.
I'm proud of this man. There is a sister very far from us. Alikuwa akituwatch vile tunahubiri. Alitunulia sahani na vyombo. Sisi kila Jumapili wenye wanakuja church wanakula githeri na wanakunywa uji. Hatuna mtu ametupea, ni Mungu tu. Na kuanzia last year mwezi wa pili mpaka leo hii hakuna siku wamesai kukosa kukula. Na Mungu akafungua njia. Ninawaalika road wenye watakuja muhakikishe ni wasafi. Hapo mkuje mtapu ile neema yenye tulipewa kutoka kwa hii kanisa. Na hii kanisa tulikuwa hapa, nilikuwa hapa 2024 mwezi wa 11 tarehe 24. Ilikuwa saa 4. Baba alikuwa anahubiri Kikuyu. And that was our first time to be here. Hatukuwa tunajua Ndura, but Ndura tulikuwa tunamuonanga kwa YouTube. Not TV, YouTube. Wakati wa my second born, who was given to a bouncing baby boy in UK. Ndio tulimsindikisha akapanda ndege, tukarara na tukasema tunatafuta Ndura, tukapotea, tukaenda huko Railways. Tuende, lakini mwisho tukapata mtu akatuambia ni ya na akikuja tulikuwa tumekaa hapo. And he identified Monica. Na akasema wewe, naona explain yeye umse vizuri, naona aelewi na ajui. Alikuwa anahubiri Kikuyu. Mama kanilesa, tukamalisha, tukaingia the second one, tukaingia pale ndani, akatupatia kikabu, akasema hiki kikabu kijazwe. Na kweli tunaona kinajazwa. Yes. Na zini yenu. Wewe endelea kucheza na yeye, shauri yenu. Endelea kumutiga utapoteza. Nimeambia nakumbukanga jamaa anaitwanga Elisha. Akawa amechoka. Alikuwa na ubara kubwa kama hii, baba yangu mwenye ameenda. Akarara chini ya mti. Waliomcheka walilaliwa na 45 walls. So usiwe wa hiyo wolfu moja ikikuja kurarua wewe because ya nani? Mataifa yake usiangalilie. Achana na yeye. Wewe kutuma, yeye alituma. Kazi ya Mungu ni yake, na muachie kazi yake. Simbarikiwe. Thank you. I'm very proud of you. May God bless you. May God give you much that you need. May you expand. Na hiyo kanisa, hata hiyo shamba iko hapo juu. Unaona pande ya juu. Si kuna shamba ingine iko hapo. Ni 2 acres. Ploti 4. Hizo na wewe Mungu amesema amekuongezea. Kule utatoa pesa sijui, lakini utanunua within the next year, in 6 month time utakuwa na hiyo shamba ikiwa ya party ya kanisa. Huyo unasikia Rodwa, we have a church, permanent church, na itajengwa na imeanza kujengwa. Mimi nitakaa na nyinyi hapa mkinisubua na kutuko na kanisa permanent pale inajengwa. Nurona gikara na andu marathu bora na kwe kanitha irako. Let me ask you this. Unaona mkinisubua hapa tukiendelea na nyinyi hapa na kuna mahali watu wanatafuta Mungu. Mnaniona hiyo? DCI. Unaniona hivyo? I'm not begging for change. Come. Dhika iko namna gani? I want you to see, to hear testimonies. Tupatie mambo ya Dhika. Imefika wapi? Praise God. Dhika tunaendelea vizuri. Juu tulikuta kukiwa ofisi haijaisha, but saa hii imeisha, iliwekwa roof, tukakorogea, ndio tunafanya finishing ya mlango. Yeah. Lakini kwingine kote kumekuwa choo ziko sawa? Choo ziko sawa. Bado finishing kidogo. Yeah. But now it's ready to use. Yeah. Thank you. Inaweza tumika. Sasa mnataka nikae na nyinyi hapa. Ni kujenga tumejenga ama ni kukopoa? Ni kujenga tumejenga. Okay. Yeah. Sasa mnataka nikae na nyinyi hapa na kuna kanisa Dhika ambayo imekaa vizuri. Kuna watu wamesweat, wametoa vitu zao, wamejenga nyumba ya Mungu. Na wewe hata rent hapa utowagi ya kulipa hapa. Alafu ni na nini na pele na kuikala nawe. Are you saying mean that? No, just I'm thinking loudly. I'm thinking
weciria orogo weciria tuthie na mbere na guikara we na njuko ciaku ari ange ni guthi marathi na mbere ni gwaka maraka kugura magaka mtu anaenda anachukua loan ananunua shamba ya kanisa anacheka na wewe hapa ni kisu umeshika uniduge ya mgogo. Sasa ni nani nafaa kukaa naye? Simunijibu. Ni nani nafaa kukaa naye? Yes. Yes. Yeah? Tunasikiliza na hiyo? Are you seeing sense? Yeah? Are you seeing sense? Mimi niendelee kukaa na wewe hapa. Does it make sense? Goshoka gereka yate. Yeah? Nitaenda kuambia Mungu. Mtwapa wanakuja kesho. Mtwapa. Tutakuwa nao next Sunday. Nawe wamenunua shamba. Wamenunua shamba. Wanakuja tu ni wabariki. Wanaleta mchanga ni wabariki. Wamenunua mchanga na wamenunua chuma. Watu wa Mtwapa. Headquarter Nejuko. Hata nimeita watu wanaitangwa freight forwarding and what? Clearing and forwarding. Wakuje wa package juko zenu vizuri. We can make a good money with them. Tunaweza kutengeneza pesa mzuri na nyinyi, si ndio? Because that is your cash crop. Hebu jiangalie uone. You are not growing, spiritually you are not growing, economically you are not growing. Why? Because there is something that is not working. This is just a headmaster wa school. Ako kwa bia, tangu tuwazane na yeye, mimi wakati nilienda Rodwa nilitadikiwa nje, maana that's a good culture. Mtu analala nje. Na ikiwa net nalala nje mzuri. A very nice place. Lakini amejenga nyumba. Ni bedroom ngapi? A nice house. Out of ananunua shamba na anajenga nyumba. Ananunua shamba, analipa shamba. Si yake, imeandikwa si haijaandikwa jina yake, imeandikwa Crusaders for Christ. At the same time anajenga nyumba yake, zinapanda pamoja hivi. We haha. Onagitekerea wikaragira gwaku ni gaturekiria irima ni haria wikaraga ugithikiriria juku. That is wrong. Change. It is wrong. You cannot go far. You cannot become. Change, please, my dear friends. I'm ready to walk with you. I'm ready to go far with you. I have a bigger church. Kwa wale wanatazama, I have a bigger church. They keep asking me, "Doke hige yoi to the online." And they are more royal. They don't come here. They are more royal. Wengine walikuja hapa wakatoroka wakasema nikae nyumbani niwachiki kutoka nyumbani because wale watu wako huko they are toxic. Ndipo wananiambiaga. Nabiaka kujeni acha wewe ngani ya kwe ngani ya ekenemo Bwana Yesu asifiwe. How many of you are ready to change? If you are ready to change, inua mkono wako juu. Inua mkono vizuri if you are ready to change. If you are ready to change and become a good student of Jesus Christ, inua mkono wako juu. Mwanafunzi mzuri, weka mkono chini. Wale hawakuinua mkono, inua mkono juu. Wale hawakuinua mkono, inua mkono wako juu. Kama hukuinua mkono, inua mkono wako juu. Nimekuona, inua vizuri. Inua vizuri. Wewe mbona uinui? Wewe uko pande gani? Hukuinua. Niulize wewe ameinua? Danganya. Sema wisdom. Because that is what we lack. Had we had wisdom to understand the word of God, we will not be facing the challenges you are facing. It is because you have refused to grow. You have refused to grow because you lack wisdom. And the people perish because they don't have what? Wisdom. The moment you lack wisdom, you perish. Hawezi kufaulu, hawezi kuenda mbele, hawezi kufanikiwa. And this is what, when Solomon looked at what was happening to his father, aliona matatizo, maana walikuwa nakaa na baba yake. Wakati baba yake alimwachia kiti, alijua the same problem ya baba yangu nitaendelea kukua nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. And then he decided to go to God. Akaambia Mungu, nataka kuja kukutembelea. Naye Mungu akamwambia kuja na sadaka. Alipoenda na sadaka akachinja ng'ombe 1000 kule Mount Gibeoni. Akachinja ng'ombe 1000 mpaka damu ikamufika kwenye kiuno.
Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali ya kuchoka akaenda akalala. Alipoenda kulala hapo chini kidogo, Bwana akamtokelezea. So he prepared the ground for God to appear before him. For you to have that blessings of God, for you to have an encounter with God, you must prepare the ground. The ground ya Mungu atakuja namna gani. You must have the wisdom of attracting the presence of God. Wakati mtu anaitwa Gideon alidiscover huyu ambaye tunaongea na yeye si mtu wa kawaida, ni malaika. Alimwambia wacha kaa hapo kidogo, wacha nikimbie nyumbani. Hakuambia malaika anaenda kufanya nini. Alikimbia nyumbani, akachinja mbuzi mmoja na akatengeneza mkate usio ambao ulikuwa hujachachwa. Kisha akarudi nazo. Malaika akamwambia wekelea kwenye jiwe. Alipowekelea kwenye jiwe, nayo akanyoshia kijiti, ule mkate na nyama zikachomeka. Sadaka yake ikakubalika. Wakati alidiscover, nobody sent him. When he discovered huyu ambaye tunaongea naye si mtu wa kawaida. The moment you discover the anointing you are sitting under, either uondoke ama ukae chini. That time when you discover the authority in the anointing, the power in the anointing, that is the day your blessing will start coming. That is the day you will start receiving. Because I am a prophet of God, and I am sent to you so that I can I can what? Prosper you. The prophets are meant to prosper. Sitting under me you prosper. Haufai kukaa na mimi mwaka mzima na hauna matunda, hauna anything you can relate with me. Mimi naendesha gari, mimi nakaa kwangu, mimi niko na microphone mzuri, niko na kasuti kazuri. Hata wewe you should emulate the man you are sitting under. It doesn't mean that ati mimi tu ndio niko na ruhusa ya kupokea baraka. No, I am here, you follow me as I follow Christ. Hallelujah. If I'm not following Christ, you disconnect. If there is no connection between me and you, you should not be here. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot be wearing expensive suit, expensive shoe, expensive everything. Kwangu nakaa mzuri, naendesha gari, nakaa nyumba mzuri, nakula vizuri, na wewe unaenda kukula chakula ya unakula meal moja. Not because unikufuga mnafuga ati nikupugusa kama Ruto. Unakula meal moja because you are forced to. Na hata hiyo mili unakula ni maokoto umeokota ya machakula. And mimi kwangu mpaka umbo yangu inakaa vizuri, inakula vizuri. And you say you are still under me? You are not. There is a huge disconnect. You cannot be able. Mimi peke yangu kwa kanisa mzima, mimi ndio na count blessing na nyinyi hamuna blessing. Mimi ndio na count success, you don't have success. Mimi ndio na count growth, you don't have a growth. It doesn't work that way. Follow me if I'm following Jesus. And if there is no connection between me and you, just find a connection somewhere. Don't go sitting on something that is not benefiting you. You are either wrong or I'm either wrong. You are either in the wrong place or you don't understand where you are. It is until you discover the anointing that is under you, until you discover the person called to serve you, until you discover what God has brought you hapa, until you discover who is Ndora Waroinge, until you discover where are you, what is synagogue. You must be able to understand what is synagogue. You must understand what is the altar that is here. You must be able to understand what is this man that I'm sitting under. How am I related to him? Because we must have a relationship. If there is no relationship between and you, then we have no connection. And when there is no connection, there is no blessing. Coming to church is one thing, and connecting to that church is another thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Connecting to the anointing that this man is carrying is a different thing from going to church. You can be coming to church like a puppet. You can be in church like just any other person. Unaweza kuja tu kanisani na unakuja tu, lakini there is nothing that is happening in you. There is nothing you can show off. There is nothing that you can prove to us that this can happen to you. There is nothing. Hakuna kitu unaweza kunionyesha umekaa hapa mwaka mzima, but there is nothing. That's haibebi akili hata kidogo. Haibebi. Ati tuko na wewe mwaka mzima. Mimi unaona naendelea na maendeleo yangu.
mimi unasikia nimenunua kashamba, mimi unasikia nimenunua kagari, mimi unasikia nimepata kitu fulani, na wewe venye ulikuja umekauka, hata umekauka kuliko venye ulikuja. Ndio unapatanga hivi viti zote ziko na bigiji. Bigiji si za wachawi, ni stress. Na wananunuanga, ukiangalia hiyo kitu, ukiangalia hizo maziku ni zile za round, zilikuwa tunaita kwa borugam. Unajua borugam imekauka kama sado, kilatu ya sado, na inakukipu bisi. Sasa kwa sababu unataka kukuja kanisa na hauna pesa, unatafuta accompaniment, na unatoka Kayole unanunua borugam mbili, unakuja mpaka mdomo imekonyoka hapa, ni kama mtu ako na stress. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are not connecting. You can only be blessed in an anointing that is connected to you. If the anointing that I'm carrying is not connected to you, don't even bother to be prayed for, because it will not work for you. We must connect. Ndio komanda uliniona kwa YouTube ukasema wacha niende kwa huyu mzee. Ndio kama ukaniona kwa Facebook ukasema let me go to this man, because there is a connection. And when you came here, instead of following the connection that connected you to this place, ukakuwa misguided, ukaondokea, ukaanza stories zingine, ukaanza kuona Toro Dark and Hudson, ukaanza kuona beautiful man, yeah? Kutoka hapo ukaanza kubehave kama ni dunia yako. Kutoka hapo ukaanza kuona mimi nimekushikanisha, wewe hauko unajua huyu, mimi ndio nimefanya mmejuana, sasa mnashirikiana na yeye kunipiga. Wewe hauko unajuana na huyu na huyu na huyu, sasa mnatengeneza kikundi yenu ya kupiga huyu na huyu na huyu na huyu, and you've come to church to seek God. It means you don't know what you are doing here. When Gideon realized, akajua, this is not the man I thought, this is not a human being, this is a spirit of God. Akamwambia tulia hapa, let me run, I'm coming back. Akakimbia nyumbani, akachinja mbuzi. Hakuna aliyemwagiza, hakuna aliyemwambia, hakukimbia kwa baba yake kumuuliza kama ni vizuri kuchinja mbuzi. Alikimbia kwa nyumbani, akachukua mbuzi, sijui kama ni yake ama ni ya baba yake, akachinja. Akajua lazima ukiongea na mtumishi wa Mungu, you have to go kwa mtumishi wa Mungu with respect. Akachinja mbuzi, akakimbia nayo, akakuja akaiwekelea pale. Malaika akajua this man has identified me, na akajua who this man has bought his key for the next move. You must buy the key for your next move. Yes, coming to know me. Umeniona kwa YouTube, umeniona kwa radio, umeniona wherever you've heard people talking about me. That is one thing. Connecting me to that what people are talking about me. Watu wanatoa shuhuda. Watu wako Canada wametoa shuhuda. Watu kama huyo mama anasema aliwanunulia vitu. Ni mama nilimwombea kwa simu akiwa Canada. Ako na ushuhuda. Kuna mama alikuwa Pennsylvania, nikamwombea akiwa kule, ako na ushuhuda. Alikuwa amepotea shamba yake, ako nayo back. Simu peke yake, only phone call. Hakukuja tinimwekelea mikono kama nyinyi aliyokirwa kwa mwandu wake. Dokatuma ohoeretu. It does not connect. If it is not connecting, even if I pray for you, it will not connect. Kama ulikuja hapa na ukatoshereka, wale wanafanyanga kazi na mimi, kama ulikuja hapa na ukatoshereka na ukakaa na ukakuwa normal na ikakuwa a normal operation, you are dead spiritually. Kama umefika mahali tumezoeana na wewe, you are dead completely. Hakuna mafanikio utapata. If at all tumefika mahali tumeanza kucheza na wewe, tumeanza kuongea, umeanza kunijibu, you have nothing. Kama umeona uchi wangu kuona uchi wangu, ni tumeenda na wewe kule, nimesalimiwa na mtu fulani, nimefanya kitu na mtu hapo nje, na unakuja na hiyo report naanza kupatia watu, spiritually you are dead. You can never tap anything from me. It is a disconnect. Until you know to respect that anointing, until you know to walk with that anointing, until you understand this is a man of God, there is a separation. Kuna siku utanikuta kwangu nikiwa Mr. Dora, na ukifika kwangu ujue na dini na Mr. Dora, kuna mipaka ya Mr. Dora. Haleluya. Tukitoka huko tukuje kanisani, kuna siku utanikuta nikiwa bado Mr. Dora kanisani, na kuna siku utanikuta nikiwa apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are able to identify those boundaries, you will live well. When you are able to identify, kujua huyu ni Mr. Dora tunaongea naye sasa, ukae kama Mr. Dora. Kama ukikuja unikuta huyu ni Apostle Dora, mnaongea naye, kaa kama Apostle Dora.
Learn to have boundaries. Learn to have, ukuwe na mipaka, ukuwe na njia za kuongea na kukaa na huyo mtumishi wa Mungu. Hivyo ndivyo uta attract baraka. Wakati Gideoni aliulizaga huyu mzee, malaika huyu alimuuliza maswali mingi ya ujinga. Kwani huyo Mungu tunaambiaga ako wapi? Kwani huyo Mungu tuliambiwa alikuwa na Abraham, aliendaga wapi? Kwani huyo Mungu tuliambiwa alikuwa na nani, aliendaga wapi? Kwani huyo Mungu tulikuwa aliendaga wapi? I can realize I've made a mistake. I shouldn't have asked this man. Alikubuka, hapo ndio aliswitch on, akaona I have been speaking to an angel. Akamake sure, akajua, akasema I have to rectify. Ni rectify makosa hiyo maswali nilikuwa nauliza. Hiyo masengenyo huku nimekuwa nayo kunihusu. Hiyo masengenyo umekuwa nayo kuhusu kanisa. Hiyo masengenyo, hiyo maneno ambayo umekuwa ukifanya nyumba hii, rectify. Rectify. Nenda utafute dhabihu kuja kwa madhabahu. Hata kama unataka kutoka, usitoke ukirigidhia diradhi ati umeenda ati umekasirika. Hautafaulu. Mimi kunigogezea dira hapa, mimi nina uwezo, mimi nikiwa peke yangu ninasema tu kitu kimoja tu, acha tuone Maria anaenda. Ndio naona watu wote wametoka kanisa ya watu na madharau. They have not succeeded and they will never succeed. Hata wale walitoka hapa na madharau, they will never see the end of the light. Na kama wako na kitu, hiyo kitu ambayo ilitoka hapa itarudi hapa, itawaacha. Those are the consequences of the anointing. And that is why mtu anaitwa Elijah alimwambia Elisha, if you see me, ukiniona nikienda, si ati nitakuachia. Mantles are never dropped. Atichukua. Mantles are put in organs of body of people. Mantles zimewekwa. Manto ya Elijah ilikuwa manto ya Elisha iliwekwa kwa macho yake ndio aione. Aliambiwa ukiniona nikienda. So you need to be disciplined. You need to be obedient. You need to be, unakuwa na huyo mtu hamuachani. If you want any mantle from any spiritual person, utazima utembee na huyo mtu. Awe mubaya, awe mzuri. Vumilia tu, twarana na tunake. Twarana nake, ukimenyaga hali kilioreda. Usisekenye yeye, usipigane na yeye, usimwambie mambo mengine, hapana, be loyal. Hata ukisikia menyamba ananuka huko nyuma, vumilia tu, maana kuna kile unataka. Akamwambia ukiniona nikienda. So it means huyo mtu alifungwa, akaambiwa kumaanisha hautatoka karibu na mimi. For you to be successful to get this one, hautoki karibu na mimi. Lazima ukue karibu na mimi. Ona dadhuria kagusha murugo kawani anointing. Madhani hawasho. Bwana asifiwe sana. Because anointing yake iliwekwa kwa macho yake. For you to tap this, you must see. Na Joshua akaambiwa for you to tap, akaambiwa mahali utakanyagisha miguu yako. So he must go. He must go. It doesn't matter kama kuna giza, it doesn't matter kama kuna vita, it doesn't matter kama kuna ugumu, it doesn't matter what is happening around there, it doesn't matter. Lazima akanyagishe ndio amiliki. Kuna lazima ukanyagishe miguu yako ndani ya utukufu wa Mungu. Ukanyagisha miguu yako ndani ya uwezo wa Mungu. Ukanyagisha miguu yako ndani ya kazi Mungu amekuitia. Just kanyagisha ndio upate baraka. Maana ameambiwa it is attached, your success, your victory iko connected na miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa wewe ukiwa mang'aa, unakaa kutaka kuwa pale wewe ni mang'aa, umejawa na umang'aa, you are full of yourself. Wewe umekuja hapo na kuja kuenjoy Dora haienjoyeki. Dora ni anakaa kama muhogo, aloe vera. Ni mururu. Dora ni mururu. Dora ni mugote kana kio muthe rucio la kwenda na ndarenda gukuona. Na Dora ni agukuigata. Dora ni ule tu amugike. I'm still the same man. Hakuna kitu kilibadilika kikubwa. Ni yule Mungu alitoka wa huko nikaeka Mungu wa mbinguni, lakini I'm the same man. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nikikuja hiyo kichwa ikilipuka, nitakwambia wewe kanyaga huko enda huko. Kwani unaniokesea nini? Ninakusidikiza mpaka huko chini. Nago ile nikioleda. Na ukinijibu mikono hii nilipatiwa ya kufanya kazi. Na kuwekelea mbili, unaona huyu mtu wako serious, unaenda na bado Mungu ataendelea kuitwa Mungu. Because that is how I was called. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how I was called. Joshua aliitwa kama jeshi, commander. Akachukua panga na bunduki,
akapigana, akaingia Kenya akachinja Ruto, akaingia Uganda akachinja Museveni, akaingia Burundi, akaingia Rwanda akachinja making, 5 good kings, akaekelea vichwa vyao, akaduka muti, na Mungu akaendelea kuitwa Mungu. Ndio urenda ni joke dwekeo dukieo murenda dukieo baekorosho ni mundu rathe janduri akathija akamechinja Ruto, akachinja nani Museveni, akachinja Samia, akachinja mafalme watano, akachinja 5 kings, akachinja. Ndio uchinje 5 kings, umechinja maskari wangapi? Umechinja majeshi wangapi? Umechinja maami wangapi? For you to reach ultimate kwenda kwa Ruto. Sasa tuseme ukila hachukua hii mpaka tunaenda kuleta kichwa ya Ruto hapa, kutoka hapa mpaka pale, tutakuwa tumechinja watu wangapi? Wengi sana. Because there is a purpose of God, and he understood mahali popote ukikanyagisha mguu, if you obey diligently, if you respect this word of God, mahali utakanyagisha mguu utamiliki. Yani his power iliwekwa kwa miguu, kukanyagisha tu hivi anashinda vita. He didn't want to do anything. Kukanyagisha hivi majeshi wote wanaanza kuingiwa mwoga. Kukanyagisha hivi watu mpaka wale ni Waameriku, hapana si Waameriku, ni Waamori, si Waamori, ni wanani? Waamoni walikuja wakamwambia, tumesikia nitoigwete gumo yako, nitoigwete ulia wewe mu, tumesikia venye wewe ni mbaya, tumesikia venye umewafanya. Sisi tunataka tu uchukue hiyo kalamu na uchukue karatasi tuandikiane. Sisi tuko tayari kuosha miguu yako, sisi tuko tayari kukuwa wafanyikazi wako, sisi tuko maana walisikia huyo mtu tu akikanyagisha shamba ya kwenu, shamba imeenda. Walisikia, walikuwa najua huyo mtu tu anahitaji tu kukanyagisha mahali tu akanyagishe, that is the end of you, because the power ya Joshua iliwekwa kwa miguu. And to get this power of Joshua, lazima ungekaa kwa tent. This man diligently, faithfully alikaanga kwa tent. Ni siku moja tu walienda na Musa, akaambia Musa, "Ndeto hizo kwa negai." Alipofika tu kwa mlima, ile rohani ilikuja. Akaambia Musa, "Mothe, nataka peke yako. Sitaki kuona huyo Mungu. Tukinyagelia report, tuko ready ku receive report. Na tunakuamini." Kutoka siku ile aliambia Musa, "Tunakuamini 100%. You are our king." Wewe tu ni mwali na mwe ukuje. Lakini sasa wewe unataka kuja kuenda na Musa, ati muende kwa mlima, utachomeka. Musa amewekwa power kwa macho ya kuona huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you only understand these things, you are able to tap the anointing. Don't sit in a church 1 year, 2 years, 3 years, and you would nothing. Uko empty. Ati una mgeni wa honoka ila murahujanilio nake. Gaya unakuta anaquote verse, wewe hujui verse, na umekuwa kanisa miaka 5. What are you doing 5 years in kanisa? Unafanya nini? Ati uko hapa ama follower ya Dora 5 years, 6 years. Na ugetekera wikaragira no kyo wikaragira ginya nige atorekire nigo ikarero. Hakuna kitu umetap. Even one verse of the Bible you were taught. Even one lesson that you were taught here. Haujui. Hata nikiwauliza tuko episode 6 of Battles of the Gate, and there is nothing you have in all parties, episode 5 to 1. Uko hauna kitu. Why? Because you are empty. You are empty. Uko bure. Uko bure kabisa. You are empty. You are going nowhere. You are dying. Years are not waiting for you. Days are not waiting for you. Convert yourself. Release yourself from the bondages ambazo zimekushika, the limitations, the forces of darkness ambazo zimekuzuia kujua hili neno. Mimi napigwa na wahubiri, mimi najua, and I'm happy nikipigwa na mahubiri, because they don't understand how. They don't understand how. Ati Dora ndiye anahubiri, Dora ndiye yako na kanisa, how? Mtu ameokoka juzi. Yes, si kuokoka nikae chini, niliokoka nifanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot sit down. I cannot. Hata wakuja mabishopu na mabishopu wa Karagwe na maaposti wa Karagwe watoe supu, hiyo supu sitakunywa, because I know my cause. I know where I'm going. I was not born to sit down. I was born a leader, and I have to do what is entitled of me. This is what will make qualify you to become. This is what will transform you to become. Don't be happy ati kutoka Januari umekaa hiyo kiti mpaka kiti inakujua. Mtu mwingine anakuja kukukalia hiyo kiti, naona anaotoka tu, yani waturamenya nikiga tuma weherege tekeu todo mwenene atuirege tekeu gedito.
Hebu angalia watu kanisani, kuna mahali position, they have positioned themselves. Ati hiyo ndio kiti yake. Ukikuja hata kama kanisa limejaa, unakuta hiyo kiti ikaliwi. Kwa sababu imekuwa gedito. It is an altar. Igatu kirege gedito yake. Mundu ka wikarira ukaje kuigwa thuya ni irakuria na guko thutha. Ugokiria tugathi hau ha neighbor. Ugiokira hau ukona ni acomoka ni oka ni ikarira gete. Tondu ni gedito. You are a witch. Yes, wewe ni murogi. How comes ati mwaka mzima kiti hilo na kaliaga position ni ile position ile January 2nd hivyo hiyo position ndio hiyo na unakutaka hiyo kiti imekugojea. How now? Wewe ni mchawi. You converted that seat to be an altar. That is why nobody is able to sit on it. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado nimeokoka. Bado nimeokoka. And I will never spare you. And I will never entertain you in this church forever. I have changed. Nimebadilika. Entertainment iliisha. Deda watu ni jeshi. Muongeke tulikuwa tunachapa watu viboko 25 ukiwa Noi. Na ukikosea ukiripiti mistake 75. Ukiwa Noi na tunakuweka jela. Tulikuwa tuko na jela yetu. Unakaa siku 300. Ukikula mkate na tolino, soda ya tolino. Na ndio kwa maana nilikuwa na kikosi maalum. Tukiwaambia tunaenda kuvamia police station, tunaenda na tunabomoa. Wakishika mtu wetu tunaenda polisi DCI hapa. Hata DCI wanamuulizaga unakaaga huko aje. Lakini sasa wanakufurahia akiwa hapa, maana nikianza kufanya vitu vibaya huyu unaona huyu atiroyo hapa. Ni simu moja tu. Jamaa ameanza ile mambo yake. Because that is a role of a police. Hivyo ndivyo ametrainiwa. Hawezi kuona makosa ati kwa sababu mimi ni spiritual father wake akose kunipeleka huko. Utasikia na ataenda ataondoka na akuje kunitoa jioni saa hiyo atakuja na mkate na soda. Wamekushika kadwa matate maguta. Yeah, that's hiyo ndio kazi yake. Hiyo ndio kazi ameandikiwa. And we have to allow her to do that. And that is why we must be so transparent. Ile kitu tunafanya ionekane kwa meza tunafanya hivi. Maana anaulizwa, wanajua anakujaga hapa. Na hawawezi kumuuliza. Wanamuacha hapa ndio in case kuna emergency report wanaweza taka. Hata utaona ametoka pale. Hello, Avade. Avade uko wapi? Niko kanisani. Wapi? Synagogue. Kuna maswali bidi nataka kukuuliza hapo kwa synagogue. Yes, endelea Avade. Hata tabua mafuta tena. Utaanza kwa Avade. Na hiyo ndio kazi. Hata wale wa intelligence wako hapa tunawajua. Wako hapa. We allow them. Hata wengine nimewapatia kazi ya kufanya hapa. Na waigisaga kwa maofisi ndio waone what I'm doing. Tunaenda tunakaa nasema wapikiwe chai, niko na machefu pale wawili. Simameni chef. Watu waone. Simameni machefu. Na ndio mreda kwa ajili ya kuhura. Kama siatumia huko. Leo ndio machefu hadi wananipikiaga. These are my daughters. Ndio wananipikia. Sasa hawa wanaanza kuuliza watoto wanafanya nini huko. Ni watoto wako? Sio ndio niletea wako. Bado niletea wako na yeye hawajui. Kaa chini. Uwapatie namba za simu. Muwapatie namba za simu ndio wakipata dota yao wanaleta. Muwafundishe kupika. Wanapika chakula mzuri. Chini kuchita hapa tunauliza mtu ameenda kufanya nini? Ati anapikiwa chakula na watoto. Ulikuwa unataka kunipikia chakula? Na mnapikaga mashakula. Siku ile mama mwingine niliambia hata nipikie hapa, akanipikia mchele iko na supu. You can imagine. Mchele iko na chupu, unaona kama mchele na nikala kama moya pishori, kanaanza kutembea hivi. Na hapo katikati hapo ameweka managu na haja katakata managu. Hapo yoke hoje yake ndio anaenda kwa hiyo. Hata si anachira hadi kurugira hata. Si ana Dios siale wakule adugire. That is the mediocre. And unakuta that is the level that you have lowered yourself. It is wrong. Mukae gumu na mukae gagari na shibaka tu chakula twenu tuzuri. That is why umesoma. This lady ako na degree. Simama. Umesomea degree ya nini? Culinary arts. Ni ya kupika. Boma. Thank you. Yes, alisomea Boma. Alafu wewe ginya gima uraruga gima na dhufu.
Ucoke ujire ati ni guria ngima yaku ina futhu na hena mundu ina degree ya kuruga. Utukanirie kinya. Kuna mwingine alinipikia murenda akaweka ndani ya ugali akasema ndio inakuweka mzuri. Ndio inakuleka inateremka yako inaingia yako. No shiru no na goko na goko agithiruru kakiuga atiriri atiri arugagirwo ni ciana kou arugagirwo ni ciana ni ciana cia nyuko dige mundu thomete wina degree wewe utoe kuruga nginya mucere ukaundugire ha. Kuna mwingine bado aliniletea chai na kikombe niko na gasosa nini vikombe yangu ni very expensive iko na gold msikuja kuiba na kasosa alafu mkate katakata kuna kasosa. Mtu mwingine ananipikia chai hapo anaekelea naona kikombe hiyo anaekelea mkate hapo juu. Sasa mkate imegusha atmosphere ni atmosphere imefuruta atmosphere mpaka unaona mkate imebedi imeingia ndani. Alafu unaniambia ati utanipikia. Alafu kuna watu wamefanya degree, mtu amesomea kuna degree. Nikuchukue wewe uende niwekee mkate. Kwa sababu umezoea ile tulikuwa tunatafakia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako badilika. Badilika, mwambie tuko kanisani. We want to be the best. Mwambie we want to be the best. Yes. We want to be the best. Nataka nikitembea na wewe because I want to be proud with you. Nikienda UK. Nataka niende next time nikitaka kwenda na UK. Nataka kwenda na watu 5. And I'm proud of my people. Naenda na watu nikijua nimebeba watu. Kwenda kwa modike. Uradi nao ugali kinyoka ikaigwa kuwe. Ona kukumbaga. Umsikia kanisa nikiwaambia mnisindikise. Na utawaacha hapo. Wakiona ndege. Simamisha ndege, kuna kitu amesahau. Up your game to the level of God. Because that is why we are here to be taught. We up your game. For you to grow up your game. Don't remain kwa kagita pale. There's mana. Grow. Wewe ni mjeshi. Panda ngazi. Wacha kukaa hapo ati miaka nenda miaka rudi wewe unajulikana na gitaa. No. Julikana pia na microphone. You have the power. Urudi kwenu kule. Unajua wewe ni Interahamwe. Interahamwe ni Mungiki. Alikuwa Mungiki ya Burundi. Huyu jamaa unamwona hapa ni soldier, combat soldier. Ni kama mimi. Mimi sasa si Mungiki, wao ni Interahamwe. Hao unaonanga wakiuza majugu hapa ni jeshi. Cheseni muwaletee siku moja ndio mtajua Kenya ni bali. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we have to admire. Like Solomon did. Solomon alichinja ng'ombe 100. How committed are you? 1000 akachinja zake. He was a king already. He was a king. Already he was a king. Kwa hivyo he had the access of anything. But still he bowed down to God. He still bowed down. Kuchinja ng'ombe 1000. Can you tell me? Kuchinja ng'ombe 1000. Umebakisha zingine ngapi? He had so many. And God gave him wisdom. These mantles of wisdom, mantles of whatever, prophetic, being a royal, being somebody, you have to tap. It's a mantle you have to tap. And tapping, you have to be royal. You have to be diligent. You have to be faithful. Be faithful to the anointing you are sitting under. Miracle yako ikufungukie. Ninaweza nitakuombea, utaobewa, utafanyiwa kila kitu, but you are still stagnated. You are still struggling under the anointing that is supposed to open doors for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Under the anointing that is supposed to prosper you, you are still struggling. You are still umekwama, maisha yamekukwamia. Why? Because you don't know how to tap the anointing. You don't know how to get into the promises of God. You don't know how to get into the well where you are going to tap this water from. He told you, I will create a way where there is no way. He never created a way where these people walienda wakalala, wakapigiwa simu, wakaambiwa sasa the way has been created. No, they were walking, they were going. Without knowing where they are going, they were going. Mpaka wakafika, jira ikafugika.
and God created a way. God will never create a way for you. You are not ready for the way. You are not ready for the blessing. You are not ready for the anointing. You are not ready for the next move. And then God comes, baby, nimekuja, I am your God. Now, I want, hebu fanya mkono hivi. Sasa unafanya mkono hivi. Kwa sababu mkono yako ni mrefu, wewe ni mama mzee na ni baba mzee, mkono si lazima iende. Si unaona yangu fanya hivi. Watu wangapi wale watu hapa? Wale tulifanya hivi. Inua mkono juu, wale tulifanya hivi. Yes. Yeah. Tulifanya hivi kwa sababu walikuwa najua hauwezi kufikisha mkono wapi? Hapa. Sasa wewe nikikwambia ufanye hivi, ati ndio Mungu alete manto, hata stuka. Gainoko makage makore. Todo mokome okinyasi adai huko. Todo goko ne kwara ihire, ne koia. Goko ne kwara ihire ne juko. Goko ne kwara ihire ne muhahe. Goko ne kwara ihire ne kwaga komenya Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mantles are followed. For you to get the trappings of power of God. Be faithful. Kuwa mwaminifu na Mungu. Ayubu alienda wakati watoto wake walienda kufanya party after party, wakizunguka party after party, wakizunguka wakaenda kwa mtoto wa kwanza, walikuwa vijana 7, mtoto wa pili, mtoto wa 3, mvulana wa 4, mvulana wa 6, wa 7 na madada zao. Siku ya 9 baba anawaita nyumbani, anawaambia kujeni, anachukua busi, anawachinjia, anawatakaza kila mtoto, anatakaza kila mtoto. Matiga akoro hihi wasikue hihi walitukana Mungu na roho, sina mdomo na roho. Anawatakaza, anawaregesha kwenye nyumba ya Mungu, maana he knew how to do with the anointing of God. He knew how to bless his children. He knew how to deal. Na watoto hawakumkataa, hawakumwambia hatuwezi, hawakuwa na masegenyo, walijua this is the routine of our father. So when walisikia baba ameitana, wote wanasema mudheni hata na neto die, because they were faithful, because they were royal. Lakini ukikaa kidogo hapo unasikia mimi baba yako ya kiroho, ka message ndio yako, ka message ndio yako, meje, sorry. Because there is nothing I will release. There's nothing that comes. It does not come because I want to release. Hata Elijah akimwambia Elisha, alikuwa anajua, hajui wakati wake wa kwenda, lakini anajua anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajui wakati wa kwenda, lakini alikuwa anajua nini? Anaenda. Kwa hivyo alimwambia mtumishi wake ya kwamba if you keep your eye, see me when I'm going, because see, I am not in the position of knowing when I'm going. So it is upon of you, wewe mwenyewe, you tap, you keep eye on me. Wherever I'm going, keep an eye. Nikienda kwa choo hapo nje, na make sure ni choo iko na roof. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nisitokea huko juu. Alikuwa anakaa hapo nje, mpaka anamwambia siku nyingine enda ukachote maji, anamwambia siendi. Yes. Akastick na huyu mtu na akatembea, akamheshima na akamheshimisha, na wakatembea nawe na yeye under the anointing of respect and mutual understanding. And that is how he was able to tap the anointing. The anointing is never transferable. Ati kwa sababu wewe ni umevaa hiyo kakora kako, I transfer anything to you. I won't. Kama wewe ni jagiri tu. Kama wewe ni mkora tu. Kama wewe hautatap anything, you can't. I cannot just say pokea. You cannot become a pastor because of pokea. You can never. You must tap it from somebody whom you've been faithful to, you've been loyal to. What are you loyal to? Hapa kanisani, what are you loyal to? What are you faithful to? What are you diligent to? Bwana Yesu asifiwe sana. Have you ever uphold? Umewahi kusimamisha mafuta ya nyumba hii? Umewahi kuyatetea mahali huko vijijini, mahali popote pale? Umesikia dola akisegenyo, unasema huyo ni mtumishi wa Mungu. Ama ona joiniki, unasema sio ma. Dona radikati. Dada kwa na radikati. Ni moitereria maguta, ni mundu maguta maiki. No idema. Ocho. Gaina gatiguira ada. Alafu you expect anything from me? You expecting anything from me? Ulienda ukakalisha huyu, ati huyu mkanisegenya na huyu, you expecting anything from me? There is nothing. You won't get anything. Utakauka tu, niko moroma, niko hohora. At the end of the day utatoka hapa, uende ukaongea vizuri kule nje. Huko hakuna anointing, huko hakuna nini. Ndio ukae hapa siku hiyo umekaa,
Mbona huku kuja siku ya kwanza ukajua ati hakuna anointing? Wakati kitu Daudia yako imekauka. Si hakuna anointing yako, hakuna ya wengine iko. Maana nimeona watu wamebarikiwa hapa. I've seen being blessed people. Huyu mama alikuja hapa na crutches, huyu mama. Na ni uhea kwa mission mingi muno. Todo niwe na matumago thikiriria mission. Ukinya nansi wangu tandie nake ku. Gekwero kumuhe namba. Nito muhaye wa gusharia namba. Huyu mama alikuja hapa au kila na miti. Alikuwa gekonyo. Waliagate. Nilimwambia weka hiyo chuma yako chini. Na akaweka chini na kutoka siku hiyo isha dile kwa chuma hiyo. Sio huko. Yes. Tulichoma. Alikuja na miti, akitembea na miti. Saizi anatembea vizuri. Na ndio naona Maria hapa. Na naona Yesu hapa. Na naona malaika hapa. Because she had a belief. Na alikuwa ameambiwa kitabu akuja nione na Mungu, akawa Mungu kiasha. Alikuwa amenipigia simu tukiwa City Stadium. Akasikia anakuja pale. Akaniambia kurudike Kenya. Maana ni mama hawa. Ni ndio yanene. Tokeni ndiago. Kuoneka tena modo wala. Afadhali huyu alikuwa already ni mtu wa roara, huyu alikuja akijua anakuja home. Huyu alikuwa jabasi. Mtu wa buduki, Buju alikuwa jabasi. Buju alikuwa naiba gari. Haka kama mtu unaona hapa. Na sijui ni kwa nini unateresa. Ni kwa nini tunaendaga unarudi nyuma? Tutaangalia hiyo mizimu ya kwenu. Maana inaonekana bado imekushika. Huyu jamaa simama wakuone. Huyu jamaa alikuwa na command gari, anachukua gari peke yake, anaipeleka Arusha, anauza na anakuja na pesa. Jamaa anakufugulishiaga bunduki AK47 anaita na yote, anaweka into pieces, anafuka macho anairudisha hivi. Kaka mtu unaona hapa. Hebu ka imagine kana kwambia mama soga. Kaka niko tu kile nako. Yes. Alikuwa mwizi. And I'm happy because najua Mungu alimleta akapo aliona nimeokoka na yeye akaokoka, tukaanza kazi. Lakini sasa huyu na wewe sijui ni mizimu ya kwenu, unakuta tumeenda vizuri. Hiki kimashini unaonaga tu kinaoshaga huko, tulimununulia ilikuwa yake. Tulikuwa tunamfungulia kampuni ya washing ya kusafisha. Kajamaa kalitoroka, kakaenda Kariobagi. Ndiko aje tako ile kama kale kamsichana nilikukuta nako hapa. Kalikuwa ka wapi? Na tumuizi, ni baba dogo. Kamsichana kakakwambia twende baba dogo. Sasa wewe ulienda baba dogo kufanya nini baba dogo? Ukitoka huko ulikamuliwa ukakuja ukiwa dry. Mashini tulichanga hapa tukanunua mashini. Hiyo ya kihuva hiyo kinatoka. Hiyo tukamnunulia na mashini zote za kwenda kufanya kazi ya kuosha. Akaambiwa na mama mwingine hapa, huyo mtu anakutumia vibaya. Yeye apostle anakutumia vibaya. Sasa akaenda amerudi hapa. Tunasikia toa. Ija nyamaza. Umezima? Yes, good. Pigeni makofi. Ambia mwenzako kuwa na hekima. Ndio kupokea neema yoyote ambayo inanihusu mimi, pata hekima. Naweza kuwa niko na weaknesses zangu, mimi niko nazo. I am 20% saved, not 12% saved now. 12% saved. I'm not as saved like you. You are a bit ahead of me. Ile kitu niko nayo hauna, mahubiri niko nayo hauna, mdomo ya kuongea niko nayo hauna. Vumilia. Waachana na hiyo pati yangu ya kutokuwa saved. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua ile pati ambayo ilikuleta hapa. If at all this party ilikuleta hapa ni connected na Jesus, follow it, do it. Hiyo weaknesses zangu nyingi, unajua nyinyi mnalalaga kwa matu kule kwa bigudi, mnakuja asubuhi. Mimi nakaaga hapa duniani. Saa nyingine utanikuta nimelala mkuru kwa Ruben, na saa nyingine utanipata Ruka, saa nyingine utanipata Karen. Saa nyingine utanipata nimelala Ruta. I'm a man of means. Ninalalaga mahali popote. So ukinikuta mkuru, najua mkuru, the life associated with mkuru. Hiyo ndio utanikuta nayo, uvumilie ukinikuta nayo. Ukinikuta mkuru, nikikula mrombero, inaitwa mrombero. Ukikuta nimekunywa mrombero, kuja tukunywe tu mrombero, si mbaya.
Ni mlicha, utaweka mlicha yako na mimi niweke mlicha yangu. Wewe uendelea kuvuruta, tukirudisha, tunavuruta, tukirudisha, tunavuruta, tukirudisha. Tunavumiliana tu, tunaendelea. Ukinikuta nikikula mutura na waliogo uko mkuru, tunakula pamoja. Ukikuta nikikula na kijiti kama washaina huko Ruda, kuja na wewe chukua vijiti yako tuku. Waje kuweza kusema na hii ni nini? Hii ni pepo. Bwana Yesu alisema tusikule na vijiti maana hii ni pepo. Kwenda kabisa na pepo yako. Wewe kwanza ndio pepo. Jua kukaa na dunia hii na jua kujipanga. Wisdom. Wisdom is perfect. This man was a king but he sought wisdom. This man had everything but he sought wisdom. Kana wisdom. Wacha kutembea na mama kama Nanzekehu. Nanzekehu atakumaliza. Amemaliza makanisa, alianza na ACC and S. Akayapiga, akafukuzwa na wazee wa ACC. Akaenda Amazing Grace, imebomolewa. Akaenda sijui wapi, imebomolewa. Akaenda, alikuwa anataka kuja kubomoa hapa. Akachukua David hapa. David alikuwa hapa. Yeye ndiye alipiga. Tuko na yeye kwa ofisi hapa. David anampigia, anambia, "Hapo tigani niko kohorera de hadu mshamani wine." Na hakuna mshamani ni amekuja kukula chakula. Ada hele miaka tedie miaka agenda hinya. Nienda kugenda hinya chekete nake. Ati niwe mudidi tugwe niwe muraria nake niwe ureko uragira thimu. There are people you need to drop like a hot metal, like a hot potato. There are people who are mediocres. Don't allow mediocres to be in your life. Don't allow. Push them off. Wafukuze. Kimundu gitaguteithagia gitakuongerera hakiri no ujuko na no pesa kirenda gukuruta muhuko. Fukuza. Halo. Kama hana idea, anaweza kuwa uko na idea na una pesa. Na mimi niko na pesa sina idea. Tumepata match. Wewe unaleta yako na mimi naleta yangu, tunaenda. Those are the kind of people you need to attract in your life. But if you are attracting atu ajuko, mtu mioyo, ati todo we share ready, ati tawakai, wale waida itu. Muite wewe ndugu. Ndiye mwale wa ndugu. Bakono ni mushene urathi kohe. Bakono kohe urathi konyonia ati kohe juko siangania ngania rekire. Uachane na hiyo. Niambie niko na shilingi 1500 hapa. Niko na 2000 hapa. Tunaweza kufanya nini na hizo 2000? Na kuambia kuna project tunafanya. Investment fulani tunafanya. Leta pesa yako. Tunaunganisha, utakuwa ukikula dividend. That is what we want. That's the kind of people you want. Hiyo ndio wisdom ambayo Solomon aliomba. Solomon hakuomba kuongoza watu. Solomon alijua mimi hawezi kuongoza watu. Mtu alikuwa na capacity ya kuongoza watu ilikuwa baba yake Daudi. Yeye alijua ni akili itafanya kazi hapa. Akaambia Mungu, alichinja ng'ombe 1000. A highest altar akainua. Dhabihu ya juu sana. Ng'ombe 1000. Alipotoa ng'ombe 1000 Mungu akakutokelezea akamuuliza, "Mundu wako ukwenda kuheke, unataka nikupatie nini?" Akamwambia, "Mimi nataka tu kitu umetupatia. Baba umembariki. Kila kitu umetufanyia. Hakuna kitu hujatufanyia. Ile kitu nakutaka tu, Daddy." Kwa sababu alimuita Daddy. Ile kitu nataka kutoka kwako Daddy. Nipatie wisdom niweze kuongoza hawa watu. Wisdom. Hakuuliza mali, hakuuliza chochote. Aliuliza wisdom. Wisdom is the most important thing that you need to have in your life. Wisdom ya kujua kukaa na watu, kujua seasons, kujua timing, kujua nini, kujua wakati nyakati zote zikikuja. You have the wisdom to identify, I am supposed to be standing now, I am supposed to be seated now, I'm supposed to be walking now, I'm supposed to be running now, I'm supposed to be eating now. That wisdom of being able to know the season and your time. That is all what you need from God. That is all what you need, not money. Don't go to God to seek for money. Kuna biguni hakuna pesa. Pesa imetengenezwa hapa Delaru. Ati baba nimekuja Motugateri. Ati ele ujigerere mkoge na pesa. Hakuna pesa inatokaga biguni. Pesa inatoka Delaru, imeprintiwa Delaru, ingine imetoka. Wengine wanakuja na kudanganya ati kuna pesa ati ya UN ijaprintiwa vizuri, inataka tu one dawa moja tu itoke ikiwa yote. Si ukiona mtu kama huyo mpige kofi na mfukuze. Ati hiyo pesa ukileta 1000 yako moja inashikanishwa kama ni dola, inashikanishwa inakutolea noti 3 za dola. Noti moja ya dola ya 100 ukishikanisha na zingine inatoa noti 3 za dola. Na nakutolea. Na unaenda unapeleka huko kwa bagi na unaona ni mzuri. Modoshi yole. Ndio agothondekere pesa ri. Arakurehia niki. Bwana sitengeneze pesa yake. Hii ndio nataka wash. I was into wash. I know what they happened. Ni soda ya Coca-Cola na unaambiwa huyu amerudishiwa ikudanganywa. Yes. Labda ni mimi nilitumana ukadanganywa. Unaambiwa kuna dawa inatoka India. Na hiyo dawa inatoka na shilingi 1500 unaleta, unatoa 500 kwa sababu tunakula. Ni soda ya Coca-Cola inawekwa kwa chupa.
Na itawekwa kwa kona ya mesa ndio ukuje ukipita uiagushe. Nikuchape kofi umeharibu dawa hii. Unajua hii ni pesa ngapi? Sasa nastuka, ni pesa ngapi? Ni soda ya Coca-Cola. Fool, don't be a fool. Seek for the wisdom on how to exist on this world. Mimi nimekoni watu vizuri. Hakuna njia hata moja sijafanya ya kukoni watu. Na ni ujinga tu naona huyu damu tunya. Yaani mpaka kuna msee mmoja nilihurumia, nilimnyang'anya 15 milioni. Nilimhurumia tu. Maana ni minister, alikuwa minister wa serikali. Mtu mbaya amechaguliwa, amekula kiapo ya serikali. Na serikali ilimuona ako na akili ya kuongeza serikali. Kwanza alikuwa minister wa finance. Sasa nilimnyang'anya 15 milioni. Na kumudanganya, hakuna kivuba macho, kumudanganya tu, akaekelea 15 milioni, nikatoka nazo. Mpaka nikaenda tukaujulisana, tulisimamisha gari pale karibu na Serena, nje ya gate ya Serena. Tukauliza kadu makoro mariri muate. Ushute mimi sasa atunya. Yani unashangaa. That is why Solomon did not go for power. That is why Solomon did not go for anything else but wisdom. Katafuta wisdom from God. Sacrifice. Do a sacrifice to seek wisdom. Because when you have wisdom, you don't rule the masses. You rule the leaders. Bwana Yesu asifiwe sana. You get the right people, they will come. When you seek, ukiinua dhabihu, useme Mungu nataka wisdom, mtu atakutumia, Mungu atakutumia watu ambao wako na wisdom. Watu ambao wako na akili, ambao watakusurround. Mimi sasa ile makosa nilifanya hapa, sikuambia Mungu nataka wisdom. Nilifikiria Wakristo wote wako na wisdom. Sasa juzi ndio nimerealize I made a mistake. Nikarudi kwa mlima pale nikaambia Mungu, nimebomoa hiyo kanisa yote. Niotolee hawa watu. Nibakishie wale watu. Na unitumie watu wapya ambao wako na akili. Ambao tutakaa nao. I just need only 20 people in this church. Only 20 wako na akili. Watu tutabiana, tutafanya hii biashara for the sake of the kingdom. Tutafanya hii biashara for the sake of the kingdom. Tutafanya hii biashara. Sasa wewe ni mtu wa mbao, wewe ni mtu wa mawe, wewe ni mtu wa ng'ombe, wewe ni mtu wa nini, wewe ni mtu wa hii, wewe ni mtu wa hii, wewe ni mtu wa hii. Tukikuwa watu 20, we can be making $1 billion in a month. Sasa tutahitaji sadaka yenu. Tukafuata sadaka zenyu. Bihuri, hizo togotoka, togodi na machopa, togodi na mahuduma nene, towe kama huduma nene. Tutakuwa watu wametajirika because we identify the right people to be in my life, not my friends. Don't identify anybody to become a friend. Identify a person who can make you move from level 1 to level 2. Don't aspire to rule people, aspire to lead people. And you can only lead people with minds. You can only lead people who have wisdom. You can only lead people who are ready kukupeleka. Lakini tukue na nyinyi praise and worship mwaka huu mwingine, hata kutoka hapa mwezi kutoka mwende hapa ije muupiga injili pale ije. You are good for nothing. I don't need you. Siwataki. You become entertainers because umekuwa entertainers kwa hawa watu. You are not seeking souls. You are supposed to worship. Your talent Mungu amekupatia, it is for worshiping God and bringing the souls to the kingdom. What are you doing? Are you harvesting souls? Umekuja hapa nikupatie katoke. Yes, nitakupatia, but nimeanza kukudharau. Because nimeanza kuona you are here because of the token. Nimekuchukua not as a servant of God, but as an employee. The moment I turn you to be an employee, you have lost the mark. Don't come to church, you become there's favors you're getting from the church. Come here because you are serving the kingdom. The kingdom will provide you with anything that you want. The kingdom will pay for your bills. The kingdom will do, as long as you become an advancer of the kingdom. You cannot sit here, ukae hapa miaka yote, ati unakuja kupiga ile kakitu, unapiga ikiraruka, mnaniambia nilipe ingine. Now you are not resourceful. Hallelujah. You are not resourceful to the ministry. You don't deserve to be here. You are an Asha here. Hakuna kitu ya maana unafanya kama Asha. Ni pale tu na unaanza kutukana mpaka wale watu wanaingia hapa, wale watu wamekuja kwa sababu yako, bado na wakanyaga vibaya. You are not an Asha. You are just pure. You are not worthy in the kingdom. We are kingdom advancers. Look at yourself and ask yourself, what have I done to advance the kingdom? What have I done? What have I contributed to advance the kingdom? You are supposed to advance, tukupanua ufalme wa Mungu. Na ufalme ukipanuka, maneno mazuri inafanyika. Angalia Ruto mahali popote anaenda, because he is a king of this nation.
In 6 months kutakuwa na barabara hapa. In 6 months nimetoa bilioni 6, nikitoa milioni 600. In 6 months hapa kutakuwa na kiwanja ya ndege. In 6 months. Yaani unaona mpaka anawaambia, mpaka mnapiga makofi, mnainua, mnasema tutam. Na amekwambia in 6 months. Unashindwa kiwanja gani itajengwa na 6 months? Barabara ya kutoka Lemuru mpaka Lironi in 6 months itakuwa imekamilika. Sasa tuko kwa mwezi wa 7. Lakini simulipiga makofi. Yes. Na akaweka matiga hapo. Matiga zimemwagwa kwa barabara yote mpaka Nakuru. Ziko hapo. Kuna watu wanakula wakuli. Kuna watu wanakula. You need to have the wisdom to be associated in the kingdom. We are not building a religion. This church is not a religious church. It is a kingdom church. We are seeking the kingdom. Seek ye the kingdom, and all other will be added unto you. If you are not advancing the kingdom here, you are not worthy to be here. You are not worthy to be called a Christian if your Christianity is not for the advancement. Jiulize, tangu uokoke, what have you done? Ni watu wangapi umeombea wameokoka? Tangu uokoke. Ni watu wangapi umesaidia? How many souls have you touched? How many people that you have walked, umetembea na wao wamesimama? How many people that can be associated waseme, this man you see, this man you see here, I'm what I am because this God used this man to bless me. Be that person. Mimi nasimamanga hapa, nasimama kwa barabara, nasema nganga wa neno. He is because of he is what he is because of me. Alikuwaga Mombasa, kazi yake alikuwa kuchuka watu wasiingie na kutrosa wanawake. Lakini alipofika Nairobi watu waliingia kutrosa, iligiwa na hata na miniskirt. Lakini mimi ndio nilimleta. Alikuwaga Bavesh pale chini wakiwa na my sister hapa pale. Ulikuwa wao ulikuwa huko Bavesh. Niliwakuta Bavesh. Karumu kadogo kametoshana hapa hivi. Hii bila hii na hii na hii. Halafu kapulpit kalikuwa kabao 3 pale. Hapo ndio niliokokea. Nikamuuliza mzee, unaweza taka kiwanja ya kujenga? Akaniambia ndio. Nikamleta hapa. Akaniambia hapa siwezi kujenga, ni ya serikali. Nikamwambia nitatoa pesa yangu kujenga. Mimi nikaenda factory pale inaitwa Apex. Tukachukua chuma na brother yake alikuwa anaitwa John na mabati. Tukakuja tukasimamisha hiyo nyumba iko hapa. Mpaka sasa hivi imesimama hapa. Tukiwa na Masi. Masi na yeye akakuja akatoboa maji ya Kanjo. Sasa hiyo Masi alikuwa mkubwa kule kwa Kanjo. Tukajenga kanisa ya Mungu ikasimama. Nasimama hata yeye anasimamanga anasema Dora Waroige ndiye alinileta hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwingine na ile kia huko na mimi nikaenda kwa railway nikamtafutia na yeye akapata huko. Nikiwa tu hivyo vuguvugu because I advance. Nikachukua Don, huyu tumezika juzi. Pale Don home pale ule anaitwa Chris na Male. Anaitwa Chris na Male. Hapo Chris na Male yako. Apostle Chris na Male. Hiyo ndio ilikuwa kanisa nilijengea Don. Nilimnunulia plot Don home. Don. Yes. Hapo karibu na hii supermarket inaitwa nani? Ile supermarket inaitwa, ilikuwa ya zamani kabisa huko. Ilikuwa ingine hapa Gongo hapa Jogoro limefungwa. Nani? Likana. Likana. Hapo opposite Likana. Hapo ndio tulijenga kanisa. Doni akauza kanisa. Akaikunywa Mlombero. Baadaye tukakaa Doni tena akanifuata akakuja hapa tukamweka hapa. Sasa Doni alikuwa na chupa, alikuwa anaweka ya maji ya dasani ya maji hapa. Sasa unaona Doni tu ana meza, anang'ara kidogo ana meza. Sasa wewe unaona Doni macho imeanza kubadilika, imeanza kukua red. Unafikiria ni venye tumekosha. Alikuwa anaweka kikosha mzuri, ni muimbaji. Muimbaji alikuwa anaimba kwa moyo, ni muimbaji mzuri. Ni mtu alikuwa na kipaji, ni mtu alikuwa na anointing. Kile shetani ni kitu baya. That man, we lost a man. We lost a man. Nilimjengea. Huyo ndiye alinifanya nikaikuwa na nguvu ya kuikia nini? Kuhubiri crusade. Jamaa alikuwa anashika microphone akiimba hivi. Kwanza ni wale walikuwa na sauti ile na jazaka microphone. Oh my God. Unamchungulia hivi, unaona ametoa maji kwa mfuko. Anaekelea hapa. Unaona gauge
Unasikia anakwambia tempo, anaambia mtu wa keyboard, inua, niinulie. Sasa mimi sikuwa najua ni kuinua ni nini. Ongezea, maana amepiga kajeki, kamempeleka juu, sasa anaenda 3 hours non stop. Nyinyi mtachoka muende. Nyinyi mtamuacha akiiba. Saizi yako chini. Mungu amweke mahali pema. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to understand the wisdom nature, the wisdom part of relating with your God. You don't relate with your pastor because unakuja kuna maneno na kupatianga. This maneno na kupatia need to be productive in your life. Need to germinate, ikuzalie kitu. Na kutoka hapo nawe uende kuzalisha. Sio ukaage hapa forever go, forever come, forever what, forever do. No, don't be a forever sitter. Ati wewe kazi yako ni kukalia kiti, afu ukalia kiti wende. No, be productive. Abia mwenzako be productive. Thank you. Sasa niambie hii kitu. Buko na pesa ya sadaka? Yeah? Itayarishe. Tukitayarisha, nataka kupatiana kazi. Ni mtu ambaye ungependa kufanya kazi kwenye ministry. Simama na miguu yako. Ungependa kuwa a kingdom advancer in the king ministry. Simama tu na miguu yako. I give you responsibility. Simama if you want to serve in the church. If you feel that you like to serve in the ministry. Simama. Thank you. Okay. Ayo, nilikuwa nafikiria kanisa yote itasimama. Lakini it is good kama mmesimama. No, don't stand because of that statement. You can't be forced to do something. So Apollo, ni hii majina yote utaniandikia. Tukimaliza ibada muende mkae kwa ile kona. Nataka hii majina yote. Nimetengeneza kitu inaitwa inaitwa nini? Organogram. So I'm going to fit you. Mimi nawajua. Hivyo mmesimama nawajua. God is going to inspire me. I'm going to put you because I want a working church. Umesikia? I want what? A working church where everybody is a worker. But Yesu asifiwe sana. This is now the time I want to show you what I am made of. I want a team. Na umedioka kama ile nakuwaka na my girlfriend hapa naitwa Bide. Hiyo umedioka na I hope umestop. Si ndio? I hope wewe umeacha hiyo puzi yako. Usirudi kuniandikia message zile unaniandikia. I'm a servant of God. Respect my mafuta. Thank you. I want to serve with the people who understand where I'm going and what I am. When I say sana, I will not entertain any nonsense. I would rather walk with you ambao umesimama because there is a place God has told me we are going. We are going to turn this country upside down. Mnanielewa? We are going to turn this country upside down. And God is going to give you favor. He's going to give you wisdom. He's going to give you courage. And we will conquer. It is work. It is fighting. So mtawaandika tukae nao. Leteni sadaka. Alafu nyinyi mmesimama on Sunday muniletee sadaka ya dhabihu ya kuingia kwenye uongozi. Okay? Thank you. Na Mugaka ndiye atakuwa chairman wenu. My brother, you will be their chairman. You are a headmaster. I want you to train them like a headmaster. Thank you. Leteni sadaka. Leteni hiyo kitu ya sadaka. Simameni kwa miguu yenu. Sasa si mungekuwa huko ama bado mnataka kuambiwa? Leteni sadaka sasa, mwekeni kwa kikapu hapa. Wekeni kwa kikapu na mbarikiwe sana. God bless you.
Na kama unajua mtu ambaye anatafuta kazi ya media, mtu anajua kufanya editing na videography, mlete. Sasa na kama kuna mtu unajua anaweza amefanya mambo na mahesabu, accounting, anaweza kufanya kwa sacco ama kwa microfinance, unilete. Okay? Tumeiguidhania? Yes, lakini akuwe mtu personally related to you. Sitaki kusaidia the next. Nataka personally related to you or you. Personally related to you or you. Nataka kuanza na watu wa kanisa. I cannot be saying empowerment and I'm not helping anybody from you. Umeelewa? We'll be doing a lot of businesses. We will be doing a lot of businesses. Tumeset kila kitu iko sawa sasa. Sasa ni kumove. We will do business, many businesses. So if you know you have the mind of business, you can also bring your proposal here. Mnanielewa? Lakini if a mind of the business, we have, bring your proposal, we want to see it. Kuja na any idea of a business, write a proposal, bring it to me. Hiyo usiletee mtu mwingine, bring it to me. Kuna ofisi pale ya secretariat, mupeleke hizo proposals zenu hapo. Then from there we can be able to know the next move. Umeleta sadaka? Kwani mumeleta haraka aje? Yeah? Hata umetoa? Toa. Simama niwaombe. Sasa bado mnanielewa? Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru, asante kwa neema yako. Asante kwa kutupa njia zako nzuri na mafundisho mazuri. Ninakuomba sadaka hizi ambazo zimetolewa ni fungu za 10, ni malimbuku pamoja na sadaka na zaka. Tubariki tuweze kufaulu na tukae kulingana na mapenzi yake. In Jesus mighty name. Somebody say amen. Hii ndio kifungu. Sasa ngoja kidogo. Dhabihu ya ofisi gani? Bethel Clouds TV, empowering lives.